Mambo ni moto. Karibuni tena G Hamasa, kijiwe pekee ambacho ukweli unatajwa bila kupepesa macho. Leo tunaingia kwenye kiini cha dhoruba inayofukuta kwenye familia ya Alaz. Damu imemwagika na harufu ya usaliti inanuka kila kona. Kipigo kimetokea na sasa ni muda wa kila mtu kuchagua upande. Je, ni upendo utakaoshinda au ni kisasi kitakachozika kila kitu? Kaa mkao wa kula, maana leo simulizi hii itakutoa jasho. Tunaanza na tukio lililosimamisha mapigo ya moyo ya kila mtu. Hashmet amepigwa risasi na mhusika si mwingine ni Jemo. Katikati ya kelele za kingora cha ambulance, sauti inapasua anga akilia, "Jemo, umefanya nini mwanangu? Umefanya nini?" Hali ni tete hospitalini. Hashmet amepigania maisha yake huku familia ikiwa imepasuka vibaya mno. Nejla anatoa sumu yake akimfukuza Azize kama mbwa koko na kumuita mwenye gundu. Lakini upande wa pili, Jemo anakimbia kama mnyama anayewindwa. Mama yake katika hali ya upofu wa upendo anataka kumficha msituni kule kule walikojificha miaka 10 iliyopita. Lakini Azize akiwa na uchungu wa dada na mama anajua ukweli mchungu. Kukimbia si suluhu. Jemo lazima alipe gharama ya alichokifanya. Wakati mambo yakiendelea hospitalini, kule kwenye baraza la wazee, Vahab anatoa uamuzi uliowashitua wengi. Anasema kuanzia leo, ukoo wa Alaz utaongozwa na watu wawili, Devran na Hazar. Devran hapokei hili kwa mikono miwili. Kwa Devran, Hazar ni msaliti, ni mgeni aliyekuja kuvuruga himaya. Lakini Vahab anakaza, "Huyu ni damu yetu, ni ndugu yako." Devran analipuka, anagonga meza na kusema hawezi kukaa meza moja na mtu anayemtilia shaka. Hata hivyo, mchezo wa madaraka hauna huruma. Hazar naye kwa ujanja wake anaanza kujisogeza kwa Pervin, akitafuta upendo wa mama ambao hakuwahi kuupata. Je, Devran atakubali kiti chake kigawanywe au atamzika Hazar kabla jua halijachomoza? Turudi kwenye upande wa mapenzi uliogeuka kuwa msiba. Yusuf amevunjika moyo. Ndoto yake ya kumuoa Zeliha imepotea kwenye moshi wa risasi ya Jemo. Familia ya Yusuf inamtaka amfute Zeliha kwenye maisha yake kabisa. "Kama unamtaka huyu msichana, basi tusaidie kumkamata huyo muuaji Jemo," ndivyo anavyoambiwa. Zeliha naye katikati ya vilio anahisi dunia imemgeuka. Jemo ambaye alidhani anamlinda amemmaliza kabisa. Yusuf anapofuka hospitalini na kumkuta baba yake Hashmet akipumua kwa mashini, anajawa na ghadhabu. Anamwangalia Zeliha na kumwambia, kila kitu kimeisha. Penzi lao limeingia kwenye kaburi ambalo Jemo amelifukua kwa mikono yake mwenyewe. Je, Yusuf atafuata moyo wake au atatii makusudio ya familia yake? Mwisho wa siku, Hashmet anazinduka, lakini habari alizozikuta ni mbaya zaidi. Jemo amejisalimisha na mnyororo wa sheria umeanza kumkaza. Lakini swali linabaki kwako mtazamaji wa G Hamasa. Je, Azize atamsamehe Jemo kwa kuharibu maisha ya mdogo wake Zeliha? Hazar na Devran wataweza kweli kuongoza himaya moja bila mmoja kumuua mwenzake? Na je, Yusuf atakuwa na ujasiri wa kumtembelea Jemo gerezani au ndio ameshapiga mstari mrefu? Tuandikie maoni yako hapo chini kwa neno moja: kisasi au msamaha. Usisahau kugonga like, kusubscribe na kuwasha kengele, maana sehemu inayofuata ni balaa tupu. Hapa ni G Hamasa, tunachoma penye uozo.